Niwahi kuongea na mchungaji mmoja, kwa hivi sasa ni mzee. Yule mchungaji anasema miaka walioanza huduma, nadhani wakati huo hata mimi nilikuwa sijazaliwa, miaka walioanza wao huduma, anasema walikuwa sehemu za mjini, wanafanya huduma hapo kanisani, yeye kama mchungaji, lakini walikuwa ni wachungaji kadhaa hapo kanisani, na kanisa likawa kinyume na yeye kwa namna moja ama nyingine, wakakusudia kumhamisha kumpeleka kijijini. Na yeye akatafakari kabisa, mazingira kijijini mimi siyawezi, kwa sababu nimezoea kuishi mjini. Kijijini hakuna vitu vingi kama mjini, kule hakuna umeme, hamna gari, hamna nini. Kwa hiyo asikubali. Lakini alipoingia katika maombi, Mungu alimpa amani kwenda kutumika vijijini ndani kabisa huko. Mchungaji mwenzake aliyekuwa naye hapa kanisani walitofautiana. Kwa hiyo ndani ya kule kutofautiana, huyu mchungaji sasa akayari kabisa kwamba ni kweli nimwache mwenzangu mjini, mimi niende. Angawa mwanzo ilikuwa ni ngumu kidogo, ndio maana ulitokea ugovi mkubwa. Akasema siwezi kuondoka mimi niende kijijini wakati mimi nimewekeza mjini na nimezoea mjini. Lakini angalia kitu cha ajabu, alipokubali akaenda kule kijijini. Amekaa miezi kadhaa, si muda mrefu, hata mwaka ukuisha. Ananisimulia, anasema wakatokea wazungu fulani, wakamwambia tunakusudia kuanzisha programu mbalimbali ndani ya mji huu kusaidia watu na vitu vingi walivyomwelekeza. Wakasema lakini tunamtaka mtu aliye mwaminifu wa kusimamia mambo haya. Tulipokuwa tunatafuta mtu mwaminifu katika kijiji hiki, tumeambiwa yuko mchungaji wa kilokole aliyeokoka. Kipindi hicho wokovu ulikuwa una thamani kubwa. Watu waliookoka walikuwa ni watu walioaminifu sana, sio kama dunia leo. Kwa hiyo wakamwendea yule mtumishi wakasema, bahati nzuri tumekuona wewe. Na akakubali. Wakamtumia. Ananishuhudia kwa mara ya kwanza walimnunulia gari ambalo kwa Tanzania hii nyakati zile magari kama hayo pengine hayakuwepo, au yankuwepo mawili au matatu, lakini yeye walimnunulia. Wakamjengea nyumba kubwa, wakamnunulia thamani zote za ndani ambazo hakuwahi kuota ya kwamba anaweza akakutana nazo. Wakamjengea nyumba kubwa yenye kila kitu, wakamletea vitu vya Kiulaya vingi tu kwa wakati ule. Sasa hata mchungaji mwenzake alipomtembelea, yani aliona kwa nini hii bahati isingekuwa ya kwangu. Kwa hiyo angeliogopa kwenda kijijini kwa sababu ya mazingira mazuri na mazoea alionayo mjini, asingekutana na jambo jema kama hilo. Kwa hiyo kuna njia nyingine, unapoendea mafanikio yako unapitia mazingira magumu, lakini kutie moyo ya kwamba usivunjike moyo wala usikate tamaa. Katika kitu cha msingi sana ninachotaka kukuambia, wakati mwingine unapopitia katika njia iliyo ngumu, upo ndani ya mazingira ya giza nene yasiyo na tumaini kwako, unaangalia ya kwamba nimesafiri leo, unaangalia nitasafiri kesho na kesho kutwa, siku 2, 3, 4 unasafiri katikati ya giza, ndani kumenyamaza, hakuna tumaini. Mungu anakuandaa kuwa mtumishi wake, anakupitisha katika mazingira fulani, na wakati mwingine mazingira magumu tunaopitia, Mungu anakusudi jema kwenye maisha yetu, kutuondoa katika ufahamu wetu, katika kile sisi tulichokijenga, kuondoa mapenzi yetu ndani yetu ili Mungu aweke mapenzi yake. Na katika kuyaondoa mapenzi yetu ili aweke mapenzi yake ni prosesi kubwa. Bwana asifiwe. Ni njia ngumu unayoipitia, lakini yote hiyo ina lengo. Katikati ya safari yako unayoielekea, unaona hakuna matumaini. Kilichotangulia kwako ni maumivu, kilichotangulia kwako ni huzuni, kilichotangulia kwako ni simanzi. Kwa hiyo unasafiri ndani ya lile giza kwa muda mrefu. Alafu unasafiri siku 2, 3, 4, 5, 6, unafika mahali unakata tamaa, unasema la, Mungu angekuwa pamoja na mimi ningesafiri katika safari isiyo na matumaini. Ukiangalia mbele huoni mwanga. Wengi sasa hapo ndipo wanaamua, ngoja nigeuke nyuma, anaanza kurudi nakotoka. Kumbe kule kusafiri siku 6 ili baki siku 1 tu afike kwenye lengo na hatima yake. Lakini alivunjika moyo njiani, akarudi nyuma. Aliporudi nyuma hakufikia kwenye lile lengo Mungu
alilomwaidia, hakufikia kwenye lile lengo Mungu alilomwandalia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nataka nikwambie ya kwamba wakati wa kuandaliwa unaweza ukapitia katika njia ngumu sana, njia ngumu. Hivyo ni vikwazo. Yaani namaanisha kwamba katika kule kutembea kwenye njia ya Mungu vipo vikwazo vinavyofanya iwe njia ngumu, kwa sababu ni njia ya Mungu. Sasa vinavyofanya iwe njia ngumu ni vikwazo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumeona kwa habari ya mtumishi wa Mungu Yusufu alipitia njia ngumu ili kutimiliza ndoto ya Mungu aliyomwaidia, na tunaona ya kwamba ilitimia. Mungu akikuaidia kitu, hata kama amekwambia wakati wa mvua kukatika akakwambia panda utavuna, usiseme tumezoea, tunapandaga msimu fulani wa mwanzo wa mvua. Hapana. Ikiwa Mungu ndiyo aliyekwambia wewe, hiyo mbegu ipande tu na itaota. Bwana asifiwe. Na si kuota tu, na kile ulichokipanda kitakomaa na utakivuna. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo uwe na uhakika, wala usikate tamaa, wala usivunjike moyo. Ikiwa kweli ni njia ya Mungu unayoiendea, hata kama ungepitia makwazo makubwa kwa kiwango gani yanayokatisha tamaa na kukurudisha nyuma, usivunjike moyo wala usirudi nyuma. Vumilia, ng'ang'ana ndani ya hiyo safari. Mungu bado yuko pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nikasema unapopitia vikwazo, jifunze kuwa ni mtulivu. Usinungunike. Watu wengi wamejaa manunguniko. Kama Mungu angelikuwa ameniita sasa awe ndiyo Musa sasa, anasema kama Mungu ndiye aliyeniandalia kwamba mimi ni mkombozi wao na wa Israeli na ni mwamuzi wao, mimi ni kiongozi wao, inakuwaje leo unachunga mbuzi jangwani? Inakuwaje leo tangu asubuhi mpaka jioni jua linanipiga na jasho na vumbi la jangwani na kukosa maji na shida mbalimbali? Inakuwaje? Bwana Yesu asifiwe sana. Inakuwaje? Angeweza kujiuliza hivyo, angenungunika hivyo, lakini hakunungunika. Na nikasema tangulia kwanza kuangalia nyuma ya hilo kwazo yupo nani? Ni Mungu au ni shetani? Siku zote nilikuwa nafundisha siku moja ya mahali fulani somo la upendo, nikatolea mfano mmoja, nikasema kwa mfano mtu akasimama hapa, mwingine akasimama nyuma yake. Bwana Yesu asifiwe. Huyu mtu aliyesimama nyuma ya mwenzake akamsukuma mwenzake akaanguka. Bwana asifiwe sana. Hapo yule aliyekwenda kuanguka akaangukia kitu cha mtu akaharibu pale alipokwenda kuangukia. Hapaswi kulaumiwa yule aliyeanguka pale akaharibu kitu cha mtu. Anapaswa kulaumiwa aliye nyuma yake, aliyemsukuma ili akaanguka akaharibu kitu cha mwingine. Huyu wa hapa nyuma ndio anayepaswa kulaumiwa. Sasa walio wengi anapopitia kikwazo anaanza kukiangalia kile kikwazo. Sasa nakupa ushauri ya kwamba ndani ya hilo kwazo angalia nyuma ya kwazo yupo nani, Mungu au shetani? Nataka nikwambie ukweli, nyuma ya ndugu zake Yusufu hakuwepo shetani, alikuwepo Mungu. Nyuma ya mke wa Potifa aliyemfanya Yusufu aende jela hakuwepo shetani, alikuwepo Mungu. Kwa sababu zamani zile katika nchi ya Israeli wala hakukuwa na utawala wa kifalme. Kwa lugha nyingine ningekuuliza hivi, ni wapi ndugu zake Yusufu wangekwenda kumsujudia ndugu yao? Ni wapi? Kaka zake wangeenda kusujudia mdogo wao, ni wapi? Ilikuwa ni lazima iwe njia, kwa sababu hata unaposoma kwenye kile kitabu cha Mwanzo kabisa, wakati Ibrahimu anaitwa, Mungu anamwambia uzao wako utakuwa ni mgeni kwenye nchi nyingine. Lakini wangefikaje kule? Hiyo ilikuwa ni njia ya Mungu. Kwa hiyo ilitakiwa Yusufu kwanza atangulie kufika kule, asujudiwa akiwa kule, awe mfalme akiwa kule, awe mtawala akiwa kule. Lakini ile njia iliyomfikisha Yusufu kule haikuwa njema, ilikuwa ni mbaya. Hapo ndipo watu wanapokata tamaa. Mungu amenionyesha mimi Yusufu ni mtawala kati ya watu, lakini napofika mahali najikuta natumbukizwa shimoni. Yaani ninaangalia ndoto Mungu aliyoniahidia iko wapi? Bwana Yesu asifiwe. Nisikilize, wakati Biblia inasema Yusufu alipokwenda kule Misri, alikwenda kukabidhiwa kwa Potifa.
mkuu wa askari wa Misri. Alipokwenda kule, anasema mke wa Potifa alimtamani Yusufu, akataka afanye dhambi na yeye. Lakini Yusufu akasema, siwezi nikafanya ubaya mkubwa kwa kiwango hiki nimkosee Mungu wangu. Kwa unajua kabisa kwamba Yusufu alikuwa anatembea na Mungu, alijua. Lakini Yusufu alitumbukizwa shimoni akiwa yuko na Mungu. Yusufu aliibuliwa shimoni akauzwa kwenda utumwani akiwa yuko na Mungu. Yusufu alikwenda gerezani, akatiwa gerezani kama mtu aliyetaka kumbaka mkuu wa majeshi wa Misri akiwa yuko pamoja na Mungu. Lakini angalia, angeweza kufikiri ya kwamba pengine kulingana na mazingira haya ninayopitia, Mungu wala hayuko pamoja na mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana nataka nikwambie hivi ya kwamba ili kufikia hatima Mungu aliyokuandalia, vipo vikwazo vingi. Usivunjike moyo katikati ya vikwazo. Yusufu hakuvunjika moyo katikati ya vikwazo. Yusufu ndani ya vile vikwazo aliendelea kumtumainia Mungu. Sivyo asingesema. Maana sema nifanyaje ubaya huu ili nimkosee Mungu? Kwa katikati ya vile vikwazo Yusufu hakumkosea Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana nataka nikwambie wewe mpendwa mwenzangu, katikati ya vikwazo unavyopitia, angalia usimkosee Mungu wako. Bwana asifiwe. Ukosee Mungu wako ndani ya vile vikwazo unavyopitia. Usinungunike, usikate tamaa, usivunjike moyo. Angalia katika vile vikwazo yuko nani? Nyuma ya mke wa Potifa alikuwepo Mungu, na nyuma ya ndugu zake alikuwepo Mungu. Ndio maana naangalia katika kile kitabu cha Mwanzo pale 45 kuanzia ule mstari wa 5. Biblia inasema, basi sasa msihuzunike wala msifadhaike nafsi zenu kwa kuniuza huku, maana Mungu alinituma mbele yenu kuhifadhi maisha yenu. Unaona, anawaambia ndugu zake, huyu ni Yusufu. Baada ya ndugu zake wakasema, wewe tutakusujudia wewe. Lakini walipinga kumsujudia. Lakini katikati ya safari lile walilopinga ndilo lililosimama na wakamsujudia. Nataka nikwambie kitu kimoja, mwana wa Mungu. Kweli ya Mungu ikikusudiwa kwenye maisha yako, hata kama maadui wakainuka kuizika, uwe na uhakika ipo siku hiyo kweli itafufuka. Ndio maana nataka nikutie moyo, usikate tamaa wala usivunjike moyo. Haijalishi saa nyingine katika huduma yako, mchungaji, hata kama mchungaji anayekulea anaweza kuwa kinyume na wewe katika huduma yako. Saa nyingine hata ndugu na marafiki zako wanaweza kuwa kinyume na wewe. Usikate tamaa. Yusufu alijua ya kwamba, anasema ni Mungu aliyenituma mbele yenu ili kuhifadhi maisha yenu. Kwa hiyo si ya kwamba, labda ningekuuliza swali ya kwamba hivi unaweza kuniambia Yusufu aliyempeleka Misri alikuwa ni Mungu? Hapana, wala hakuwa ni Mungu. Aliyempeleka Yusufu Misri walikuwa ni ndugu zake, lakini kumbe nyuma ya ndugu zake alikuwepo Mungu. Ndiyo maana yeye mwenyewe Yusufu anasema hivi ya kwamba, basi sasa msihuzunike wala msifadhaike nafsini mwenu kwa kuniuza huku, maana ni Mungu aliyenituma mbele yenu kuhifadhi maisha yenu. Mstari wa 6 anasema hivi ya kwamba, maana miaka hii miwili ya njaa imekuwa katika nchi, na iko tena miaka 5 isiyo na kulima wala kuvuna. Mungu alinituma mbele yenu kuwahifadhia mabaki katika nchi na kuwaokoa ninyi kwa wokovu mkuu. Basi si ninyi mlionileta huku, ila ni Mungu, naye ameniweka kama baba kwa Farao na bwana katika nyumba yake yote na mtawala katika nchi ya Misri. Bwana Yesu asifiwe sana. Angalia sasa, Mungu alimpeleka kwa njia gani? Jambo la kwanza, hatua ya kwanza, Mungu aliyompeleka, ndugu zake walimkataa. Hapo Mungu alikuwa anampeleka. Jambo la pili, ndugu zake wakamuua, wakamtumbukiza shimoni afe. Bwana asifiwe sana. Hilo lilikuwa ni jambo la pili. Lakini tatu, aliuzwa kuwa mtumwa. Mungu alikuwa anampeleka. Jambo la nne, alikwenda gerezani kama mfungwa mbakaji. Mungu alikuwa anamtuma. Sasa hizo hatua hizo ni rahisi kama ni wewe mojawapo wa hatua mojawapo katika hiyo kukata tamaa. Umevumilia ndugu zako kukataa, sawa. Umevumilia wakati wanakutumbukiza shimoni, sawa. Utavumilia wakati unauzwa,
Umevumilia wakati wa kuuzwa, sawa. Wakati wa kusingiziwa umebaka, wakati hujabaka, hapo je, utavumilia? Labda katika hizo hatua mojawapo utakata tamaa. Ukikata tamaa katika hiyo, ndio umekata tamaa ya kuendea mafanikio na hatima Mungu aliyokuandalia katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Pendwa wana wa Mungu, ningeweza kusema hivi ya kwamba ukweli watu wengi wanakata tamaa na kuvunjika moyo. Dunia ya leo, niliwaambia mahali fulani nikasema ya kwamba ukiona hata kama ni kanisani kwako, mahali ulipo, ndani ya huduma yako unafanya huduma nzuri, lakini watu hawakuelewi na wanakuchukia. Yani kuhama kanisa sio jibu. Bwana asifiwe. Niliwatolea mfano mahali fulani nikasema hivi ya kwamba mtu mmoja alikutana vikwazo kanisani kwake, akahama kanisa. Akasema hapa si mahali panifapo kuabudu, kwa sababu namtumikia Mungu kwa ubora wa kila namna, na ndani yangu ninamwishia Mungu katika kweli, kwa sababu nimekuwa ni mtu ninaojitakasa na kumwishia Mungu. Nimekuwa ni mtu mwana maombi, ninaolisaidia kanisa hili, lakini wananikatisha tamaa na kunivunja moyo. Akahama. Kule alikohama, alihama akakutana na vikwazo vingine kama alivyoviacha kule alikotoka. Akahama na pale, akaenda kanisa jingine, akakutana na vikwazo vingine, akahama na pale. Alikuwa na rafiki yangu, akaenda mahali pengine, akaanza kuabudu hapo, vikatokea vikwazo, akahama napo. Mpaka hivi ninavyokuambia, aliabudu makanisa kama 4 au 5. Hivi ninavyokuambia leo amebaki kuwa mpagani. Nilikwambia tangu pale mwanzo, nikasema Mungu akikusudia kwenye maisha yako kukupitisha kwenye njia fulani, hata kama wanadamu wangekuwa kinyume na wewe, uwe una uhakika hiyo njia itafanikiwa, kwa sababu ni Mungu aliyekuandalia upitie katika hiyo njia. Nilikwambia Yusufu, ndugu zake walitaka kuzuia, lakini kule kumuuza walikuwa wanasaidia kulitimiza kusudi la Bwana katika maisha yao. Na ukiangalia kwa habari ya Musa, mfalme wa Misri alitaka auawe, lakini ile kwenda kuchukuliwa kutunzwa ndani ya kasri la ufalme wa Misri lilikuwa pengine ni kusudi la Mungu. Wao moja walitaka kuua, walikuwa wanamuondoa kwamba huyu asikulie kwa Waebrania ili ajifunze namna ya Misri ilivyo, ili iwe rahisi kuwaokoa wana wa Israeli kutoka katika Misri. Kwa hiyo njia ya Mungu sio kama njia yetu. Mara nyingi sana watu wa Mungu tunakata tamaa na tunavunjika moyo, lakini nataka nikutie moyo ya kwamba wakati mwingine usiangalia kwamba kwa sababu namtumikia Mungu kwa kiwango hiki ukaona ya kwamba mambo yako yatanyooka tu. Hapana, hakuna jambo la Mungu linalotimia pasipo kikwazo. Niambie, katika maandiko ni nani mashujaa wote unaoona katika Biblia? Angalia akina Musa, angalia akina Yakobo, angalia akina Ibrahimu, angalia wote, hakuna aliyeonekana shujaa ambaye hakupitia vikwazo, ambaye hakupitia kwenye mashindano na mapambano. Na wengi wao ukisoma katika maandiko walifikia wakati hata wakakata tamaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana kwambia kwamba wakati mwingine si kwamba umekosea. Tulisoma maandiko pale mwanzo ya kwamba kwa sababu tu ya kumkubali Yesu dunia inakaa kinyume na wewe. Lakini hapa wakati mwingine si dunia tu, kwa sababu hata kama umepata mafanikio au unawajibika sana mbele za Mungu katika huduma yako, jua ya kuwa kuna kutatizwa hata pengine kutoka kwa watu unaowategemea, watu waliojaa Roho Mtakatifu kama wewe. Wakati wa kufunzwa na Mungu, wakati ukiweka kwenye kipimo cha kutaka kupandishwa daraja kutoka mahali ulipokuwa kwenda daraja jingine, ni lazima wapo watu wanaosimama kinyume na wewe, pengine hata ndugu na marafiki zako usiowadhania wewe ya kwamba hawa wanaweza wakawa ni sababu ya mimi kunifikisha mahali fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nataka nikwambie kwamba wakati mwingine adui akitaka kukutatiza kwenye maisha yako, anatumia watu wa karibu yako, anatumia watu walio rafiki zako, watu waliokutia moyo, walioongoza kukutia moyo na kukuombea,
waliokuwa washauri wako wazuri, kuna wakati wanakuwa kinyume na wewe. Si kwa sababu umekosea, hapana. Ni kwa sababu Mungu anataka kukupandisha daraja. Lakini katikati ya Mungu kutaka kukupandisha daraja, lazima upitie mtihani fulani. Kwa kufaulu huo mtihani, ndio uonekane umeshika nafasi ya kwanza ama ya pili. Ukikwepa huo mtihani, ndio huwezi ukahesabiwa katikati ya matokeo, kwa sababu kinachoonyesha matokeo ni ule mtihani ulioufanya. Zaburi ya 55 mstari wa 12 na mstari wa 14, neno la Bwana linasema, kwa maana si adui aliyenitukana, kama ndivyo ningevumilia. Aliyejitukuza juu yangu siye anichukiaye, kama ndivyo ningejificha asinione. Bali ni wewe, mtu mwenzangu, rafiki yangu, niliyejuana nawe sana, tumehusiana vizuri na kutembea nyumbani mwa Mungu pamoja na mkutano. Bwana Yesu asifiwe sana. Adui akitaka kukutatiza, anatumia watu walio wa karibu yako, walio jirani zako, rafiki zako wazuri, wanaokutia moyo, waliokuwa wanakuombea, wanakubariki. Hao ndio wakati wa kuinuliwa na Bwana wanakuwa kinyume na wewe. Lakini ile kuwa kinyume na wewe haina maana ya kwamba wewe ndiwe. Ndio maana nimekwambia vijue vikwazo. Hili ni moja wapo ya kwazo. Mtu anaangalia wazee wa kanisa, washirika wenzangu walikuwa wananikubali kama mtumishi mzuri, mbona leo wapo kinyume na mimi? Nikifanya hiki wananibeza, nikisema hiki wanasema hapana. Shida nini? Nataka nikwambie kitu kimoja, usijiulize maswali. Angalia, je, hapa nilipokaa nimekaa kwenye njia ya Mungu sawasawa kwa kiwango gani? Au nimekaa kwenye njia ya Mungu sawasawa kiasi gani? Kinachokulinda wewe katikati ya hivyo vikwazo au kutatanishwa, jitahidi utengeneze uhusiano wako mzuri na Mungu, ili ufikie hatima ile Mungu aliyokuandalia katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nilikwambia kwamba vikwazo vinapokuja, si kwamba umetenda dhambi, hapana. Wakati mwingine Biblia inasema katika kile kitabu cha Zaburi ya kwamba mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Mungu humuondolea mbali. Kwa wakati mwingine unapitia mateso kwa sababu tu ni mwenye haki. Na Paulo anasema kwamba hatujapewa tu kushiriki zile baraka, bali hata katika mateso ya Kristo. Kwa wakati mwingine unapitia katika dhiki ili ufikie lengo na kusudi kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wakati mwingine Mungu anapokuinua sana katika huduma yako, ndiyo tegemea maadui wengi kuinuka na kukuinulia vikwazo ili kukutatiza usifikie lengo na kusudi la Mungu katika maisha yako. Unapokuwa bora katika huduma, unapokuwa ni mtu unayozama katika maombi, unamuomba Mungu, unamshukuru Mungu, unaenda unashuhudia, unahubiri Injili, unafanya vitu vingi, unadhani ya kwamba ndio watakupenda sana, wakati mwingine ndio wanainua vikwazo vingi kuliko wakati mwingine wote. Ngoja nikwambie, mtu mmoja aliyekuwa yupo kanisani, ni mtu mwenye bidii. Kama ni kufagia kanisa, kama ni kupamba kanisa, kama ni kupanda nyasi na maua uwanjani mwa kanisa, huduma zote yupo kanisani. Lakini katikati ya huduma yake iliinuka ugovi au kutokuelewana na mchungaji wake. Lakini akaangalia, watu wengi nimewashuhudia, mamia ya watu waliopo hapa kanisani kwa sababu yangu mimi, na miongoni mwa wale niliowaleta wamefanyika baraka kwa nyumba ya mchungaji. Wamejenga nyumba nzuri, wametoa fedha kwa ajili ya ujenzi wa kanisa, wamenunua hata gari la mchungaji. Lakini mchungaji basi angenithamini kwa sababu hao watu mimi nimewashuhudia kuwaleta kanisani. Pengine mimi nilitumia muda wangu baada ya kufanya kazi zangu, nilitumia muda wangu kuwashuhudia. Hata baada ya kula na kunywa vizuri, niliweka vocha, nikawatafuta, nikawatembelea, nikawatia moyo mpaka waliposimama. Nilihakikisha na wasimamia kama mhudumu mwaminifu mbele za Mungu. Lakini mchungaji, mbona athamini huduma yangu? Nataka nikwambie, hata kama mchungaji asipothamini huduma yako, hicho kisiwe ni kikwazo cha kukatisha tamaa na kukuvunja moyo. Mungu aliyekuita ndiye anayethamini huduma yako, ndiye anayeiona huduma yako. Inuka, vumilia, usirudi nyuma, usipunguze mwendo wako hata hatua moja. Wewe endelea tu,
Endelea tu, Mungu anakiona unachokifanya. Nataka nikwambie, machozi uliolia, upo wakati wa kufutwa machozi na Mungu. Watu wa Mungu wengi wanakata tamaa. Mpendwa, usiwe wewe, usikate tamaa, usivunjike moyo. Aliyekuita wewe ni Mungu. Hata kama mwanadamu asipoona nzuri uliolifanya, Mungu anaona. Bwana asifiwe sana. Mungu anaona. Wakati wa kutatizwa, jua ya kwamba ni wakati wa kuinuliwa. Maana angalia, nimekutolea mfano wa Yusufu. Ndugu zake walimtatiza. Katikati ya kumtatiza, waliinuka kufanikisha njia yake. Wao waliona tunatatiza, kumbe wanafanikisha njia yake. Ndio maana tumeangalia katika ile sura ya 45, tunaona anasema ya kwamba ni kweli ninyi mliniuza, lakini Mungu alinikusudia mema. Ninyi mlitaka kuniua, lakini Mungu amesemaje pa Mwanzo 45? Sasa msihuzunike wala msifadhaike nafsini mwenu kwa kuniuza huku, maana Mungu alinituma mbele yenu kuhifadhi maisha yenu. Maana msali ule wa 7 anasema alinituma mbele yenu kwa kuwahifadhia mabaki katika nchi na kuwaokoa ninyi kwa wokovu mkuu. Basi sasa si ninyi mlionileta huku, ila Mungu, naye ameniweka kama baba na kwa Farao na kama bwana katika nyumba yake yote na katika mtawala wa nchi ya Misri. Bwana Yesu asifiwe. Unaangalia. Kwa hiyo nimekwambia, wakati wa kutatizwa sana, jua ni wakati wa kufunzwa na Bwana. Ni wakati wa kuinuliwa kwenda ngazi nyingine. Ila kwa sababu wakati wa kujaribiwa, wakati wa kufunzwa, yani huwa kuna nyamaza kimya, hakuna tumaini. Ni rahisi kukata tamaa kwa sababu hakuna tumaini. Unajiona ya kwamba kabisa kwa namna Mungu alivyonipa kibali na neema kwa habari ya kumtumikia, nimesimama kwenye nafasi yangu, lakini wanakukatisha tamaa. Hawaoni, wanakuchukia. Pengine anayekuchukia ni mchungaji wako kama wewe ni mshirika. Kama wewe ni mchungaji, pengine wanaokuchukia ni washirika, wapo kinyume na wewe kanisani, wanataka hata ufukuzwe. Pengine ni wachungaji wenzako ndani ya sehemu unapotumika, wanakuchukia. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nikwambie, usivunjike moyo, usikate tamaa. Simama tu, tafuta utulivu. Ni wakati wa kunyenyekea mbele za Mungu. Ni wakati, si wakati wa kuhuzunika, si wakati wa kulalamika, ni wakati wa kunyenyekea. Ni wakati wa kutafuta mapenzi ya Mungu, ya kwamba ni kwa namna gani nitasimama ili kumpendeza Mungu. Hapo ndipo utakapoona ndani yako ya kwamba Mungu amekuinua. Usikate tamaa, usivunjike moyo. Lile jambo unalokusudia kulitenda kabla halijafanikiwa, mara nyingi huwa linaonyesha sura ya kushindwa kabla ya kushinda. Angalia kwa mfano hiyo ambayo tumeisoma. Mafanikio ya Musa, Mungu aliyomuonyesha kwamba atakuwa ni mtawala na mkombozi wa Waisraeli kutoka katika utumwa. Hatua iliyofuata ilikuwa ni ya kushindwa. Ni hatua ya kutaka kuuawa, ni hatua ya kwenda jangwani kuteseka na kondoo na mbuzi kule jangwani, mahali penye jua kali na vumbi, mahali pasipo na tumaini. Na hatua ya Yusufu aliyomuonyesha Mungu ya kwamba atakuwa, ndugu zake watamsujudia, atakuwa naye ni mtawala pia kati ya ndugu zake. Kilichoonyesha ni kushindwa kwanza, ni kukataliwa na ndugu zake, ni kuuzwa na ndugu zake, ni kusalitiwa, kusingiziwa ubakaji na mke wa Potifa. Kwa hiyo mara nyingi nataka nikwambia kwamba unapoyaendea mafanikio, kuna tangulia kwanza kama sura ya kushindwa ili ukate tamaa. Na kitu ninachotaka nikwambie, ndani ya utumishi, Mungu anapokuita, unaweza ukaangalia ya kwamba katika kule kutumika, kikwazo unachokipitia kinakukatisha tamaa. Ukijaribu kukata tamaa, hilo ndilo kusudi la shetani katika maisha yako, ili usifike. Kwa hiyo nataka nikwambie, usikate tamaa. Na adui akitaka kukutatiza, nimekwambia anatumia hata watu wa karibu yako. Umeona katika kile kitabu cha Zaburi, anasema kwamba angelikuwa ni ndugu yangu, angekuwa ni adui yangu, ningejificha asinione. Lakini ni rafiki yangu, niliyejuana naye sana, niliyetembea naye pamoja, niliyetiana naye moyo, huyo ndiye aliyekuwa
kinyume na mimi, aliyenisengenya na kuninena uongo. Lakini hapo ujue ni wakati wa kutengenezwa na Bwana kwenda ngazi nyingine. Cha muhimu na cha kuzingatia, wewe kama mwana wa Mungu, kama nilivyokuambia, ni wakati wa kutafuta utulivu mbele za Mungu. Usitegemee kila kitu unachokifanya, usitegemea kwamba ushindi unatangulia. Hapana. Adui akitaka kuinua vikwazo anaweza kumtumia mtu yoyote. Kama ni kanisa anaweza kumtumia, wewe ni mshirika anaweza kumtumia mchungaji wako pia. Anaweza kumtumia watu wengine. Ninapowaambia kwamba mtu anaweza kasimama, mtu yoyote, hata kama ni mchungaji wako, anasema kwa nini unasema hivi mchungaji anaweza kabisa akafanya mtu akakwazika. Nataka nikwambie mwana wa Mungu ya kwamba Mungu akitaka kukuinua au adui akitaka kukutatiza, anamtumia mtu yoyote. Hapa umeona anasema ni rafiki yako. Kama ni mume anaweza kumtumia mke, kama ni mke anaweza kumtumia mume, akijua baba na mama huyu ni watu walioshikamana katika utumishi wao. Adui akitaka kukutatiza, au kama lipo kusudi la Mungu, Mungu mwenyewe anataka akupitishe mazingira fulani, anaweza kumtumia hata mtoto, anaweza kumtumia hata jirani yako, anaweza kumtumia hata mfanyakazi mwenzako ndani ya ofisi, anaweza kumtumia mtu yoyote katika mazingira yale ambayo inatakiwa uinuliwe. Vikwazo vinainuka, lakini katika hayo yote nataka nikwambie hivi, usijaribu kukata tamaa. Nilikuwa nimesema kwani ashindwae na kukata tamaa, huyo alishindwa kabisa. Ila ashindwae mara nyingi na kujaribu tena, huyo ndiye aliyeshinda. Ashindwae na kukata tamaa, huyo alishindwa kabisa. Ila ashindwae mara nyingi na kujaribu tena, huyo ndiye aliyeshindwa. Ni nini ulichokuwa ukikiendea? Ningekuwa na kutolea mifano ya mafanikio ya mwilini, ningekutolea mfano. Ningesema pengine ulikuwa unakusudia kulima, ukalima, mwaka wa kwanza wala ukuvuna. Je, unakata tamaa sitalima tena? Bwana asifiwe. Ukikata tamaa ndio mafanikio yako yameishia hapo. Lakini ukasema hapana, mbona wakati uliopita wengine walifanikiwa, kwa nini mimi ni feri? Na ikiwa umemtegemea Mungu, ukafanya tena, ukaona kabisa kwamba neema ya Mungu juu yako na inaweza kufanya kitu ambacho unaweza kila ambacho ulikuwa unakitarajia, ikakufikisha kwenye kusudi na lengo husika kwenye maisha yako. Na unapopitia vikwazo, jambo la pekee kama nilivyokwisha kusema, jinyenyekeze mbele za Bwana, kujua ya kwamba huo ni wakati wa kuinuliwa kwenda katika ngazi nyingine, na vikwazo visikunyime kutumika. Angalia kwa mfano wa mtumishi wa Mungu Danieli. Ukisoma Danieli 6:5 mpaka 11, unaona Danieli alikuwa anatumika mbele za Mungu. Sasa wale watu wa kule alikokuwa hawakutaka Danieli atumike au atimilize ile kusudi la Mungu, wakamuinulia vikwazo. Danieli hakusimama ili kuvihofia vikwazo. Ndio maana nimekuambia vikwazo visikunyime kutumika. Visikunyime kutumika. Danieli, Biblia inasema hivi ya kwamba akijua ya kwamba sheria marufuku ya kuomba imetiwa muhuri, tusiombe. Biblia inasema aliingia nyumbani mwake, akafungua madirisha, akaanza kuomba. Kama angelikuwa Danieli anaogopa vikwazo, pengine tungeona aliingia uvunguni mwa kitanda kaomba, au alianza kuomba kimya kimya watu wasimsikie. Biblia haituambii hivyo. Anasema alifungua madirisha kama ilivyo desturi. Kwa hiyo vikwazo visikunyime kutumika. Katikati ya vikwazo, wewe simama tu, jua katika vikwazo hivi Mungu bado yuko pamoja na mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana nikasema vikwazo visikunyime kutumika. Na walio wengi, kama nilivyotangulia kusema mwanzo, unapokuwa umepitia vikwazo ukapunguza juhudi yako katika kutenda kazi au huduma unaoifanya inayokupelekea katika dhiki au tatizo au kugombana na wengine, ikiwa ni huduma ya Mungu, wewe endelea tu. Na nikasema unahitaji kumsikiliza Mungu pasipo kuangalia watu wanasema nini au matakwa yangu mimi yanasema nini. Ikiwa una uhakika ya kwamba ile kazi ninaoifanya ni kazi niliyopewa na Mungu, endelea tu. Nimekwambia hakuna kazi ya Mungu inayokwenda pasipo vikwazo. Kila kazi ya Mungu ina vikwazo. Kuna vitu utakavyovipitia
ishi nje ya vikwazo. Vikwazo viko vingi. Ukiangalia hata kina Shadraka, Meshaki na Abednego katika utumishi wa kumwabudu Mungu walipitia vikwazo vya kukatazwa kumwabudu Mungu ili waabudu sanamu. Vikwazo viliposimama kwao, hawakuangalia vikwazo, walimwangalia Mungu wanaomtumikia katikati ya vikwazo. Ndiyo maana nimekwambia hivi, ndani ya kikwazo usikiangalie kikwazo, ila angalia nyuma ya kikwazo yuko nani. Amesimama Mungu au mwanadamu au shetani? Na kama amesimama Mungu, uwe na safari yako itakuwa salama. Na kama amesimama adui, jinyenyekeze kwa Mungu ili Mungu akufanyie wokovu mkubwa, pengine zaidi ya yale matarajio ya wanadamu. Angalia kwa kina Shadraka, Meshaki na Abednego, walisema wasujudie sanamu. Kwazo kubwa walilopewa, wataingia katika tanuru la moto. Lakini nataka nikupe jambo la matumaini ya kwamba ukisimama pamoja na Mungu katika safari yako, ukisimama pamoja na Mungu katika huduma yako, vikwazo ni lazima vitakuja, kwa sababu vikwazo kwa mtumishi wa Mungu ni lazima. Lakini uwe na uhakika ya kwamba katika hivyo vikwazo utashinda. Ngoja nikwambie, Mungu anaweza asizuie ukakamatwa. Mungu anaweza asizuie usifungwe kamba ukafungwa kamba. Mungu anaweza asizuie usiingie kwenye tanuru, anaweza akaruhusu ukaingia ndani ya tanuru. Lakini uwe una uhakika, kwa sababu umemtegemea Mungu, ndani ya tanuru la moto atakuja kukuokoa. Kwa vikwazo visikunyime kutumika, ishi nje ya vikwazo. Huu ndio utumishi ambao Mungu ametuitia hapa duniani, ya kwamba ni lazima ndani ya utumishi tunavikutana vikwazo vingi sana. Lengo la vikwazo, tusifike kwenye hatima. Ukikata tamaa kwa sababu ya vikwazo unavyopitia katika utumishi, hilo ndilo lengo la shetani. Kwa hiyo utakuwa umemsaidia shetani kutimiliza kwako kile anachotaka, ili ya kwamba uweze kuishi hapo, kuto kutimiza kusudi la Mungu kwenye maisha yako. Na kwa kuwa unamuishia Mungu kwenye maisha yako, vita vijapoinuka, tegemea kushinda. Shadraka, Meshaki na Abednego wakasema hivi ya kwamba tunajua Mungu tunayemtumikia atatuokoa. Kitisho kikubwa kwao ilikuwa ni kuangamia katika moto. Kitabu kile cha Warumi 8:37 anasema, lakini katika mambo yote tunashinda zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Mungu ukimpenda, na yeye amekupenda, amekupa agizo la kutimiza huduma au kile alichokuitia, uwe unawaka kwamba Mungu atakufuatilia hata kama watu watakaa kinyume na wewe. Hata katika dhiki, nataka nikwambie, tegemea kushindwa. Kitabu kile cha Yohana 16 mstari wa 33, Biblia inazungumza kwamba duniani mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeshinda na ninyi mtashinda. Tumeahidiwa ushindi na Kristo, tumeahidiwa ushindi na Bwana. Kwa hiyo nataka nikutie moyo, mwana wa Mungu, usigeuke nyuma au kukata tamaa. Kama unapitia katika vikwazo, hata kama hujapitia katika vikwazo, vinaweza vikatokea vikwazo kwenye maisha yako. Kwa hiyo nataka nikwambie, hifadhi neno hili moyoni mwako, ukijua ya kwamba vikwazo vinaweza vikatokea kwenye maisha yangu, kwenye huduma yangu, au kwenye kazi yangu, au katika namna yoyote Mungu aliyonikusudia. Adui anaweza akapitisha vikwazo ili usitimilize kusudi ambalo Mungu amekuwekea. Nataka nikwambie, mwana wa Mungu, ishi nje ya vikwazo kuanzia sasa. Cha msingi, tafuta utulivu mbele za Mungu. Uwe muombaji sana. Uwe ni mtu ambaye unamuishia Mungu kwa namna unamtafakari Mungu. Unasoma neno, unasimama hata kama ingelikuwa ni vigumu, lakini simama tu katika kiwango kile Mungu alichokuitia. Moto usikukatishe tamaa kama kina Shadraka, Meshaki na Abednego. Tanuru la simba lisikatishe tamaa kama vile ambavyo Danieli hakukata tamaa. Wewe endelea tu, na ukifanya hivyo Mungu atakubariki. Na nataka nikwambie, utainuliwa. Na kama wengine hawa walivyokuwa ni mfano wa kuigwa, walivyokuwa wametangazwa kama mashujaa, wewe ndio utakayekuwa mfano wa kuigwa na utatangazwa kama shujaa. Na ushuhuda wako utawainua wengine kesho kwa vikwazo ulivyovipitia, Mungu alivyokusaidia nawe
ukashinda. Nasema Mungu akubariki.